Hivi unayajua maumivu ya kuzungumza na mtu mzima ambaye unajua anakusikia, anakuelewa na anajua unazungumzia nini na bado akaendelea kutenda vitu vile vile? Unajua maumivu yake wewe? Hakuna kitu kinamkera mwanaume kama kuwa na mwanamke asiyesikia. Sijui kama unanielewa. Hakuna mwanaume anapenda kuwa na mwanamke asiyesikia. Kila mwanaume anatamani mke wake awe anasikia, lakini kwa bahati mbaya wanawake wengi sana sio wasikivu. Na wengine tunajiendekeza, hakuna binadamu aliyekamilika. Naomba nikwambie kitu kimoja, ni kweli wanaume wanajua hakuna binadamu aliyekamilika. Mwanaume anaposema anatamani kuwa na mwanamke msikivu, hamaanishi anataka uwe malaika. Anamaanisha anatamani muwe mnaelekezana kwenye jambo lingine at least. Sio kila siku mnaongelea lile lile. Unajua kitu kinachowakera sana wanaume katika hili swala la usikivu? Sio kwa sababu wewe unafanya makosa. Kitu kinachomkera ni kwa sababu mnazungumzia jambo lile lile. Hapa ndipo wanawake tunapochanganya haya mambo na kuanza kusema hapana, wanaume ni wanyanyasaji, wanataka mke uwe umenyoka. Utanyoka vipi? Wewe sio malaika. Sio kwamba yeye anataka unyoke, anataka uwe unasikia. Mkijadili mada, kesho msiizungumzie tena, kesho mzungumzie kitu kingine. Lakini kwa bahati mbaya, wanawake tunajiweka kwenye nafasi ya uhanga. Hakuna mtu aliyekamilika. Mimi sio malaika. Mwisho wa siku unaendelea kurudia kufanya jambo lile lile. Unajua nini kinatokea kwenye moyo wa mme wako? Mme wako anakasirika, anaanza kukupunguza wewe moyoni na anaanza kukukatia tamaa kabisa. Hakuna mwanaume anapenda kuwa anapiga kelele na wewe ni kama anaongea na mtoto mdogo asiyejielewa. Anajua kabisa una akili timamu kabisa wewe. Wewe sio kwamba una utindio kidogo kwamba aseme huyu akili zake kidogo haziko sawa. Anajua una akili timamu kabisa. Lakini umeamua tu kila siku mkae mjadili swala moja. Wewe unategemea mtu akuchukulie vipi wewe? Kama anazungumzia swala la usafi, ni miaka 3 sasa hivi mnagombanaga na usafi. Akizungumzia swala la heshima, ni mwaka mmoja sasa hivi analalamikaga na hilo swala. Akizungumzia swala la wewe kuwa na ratiba, ni miezi 7 sasa hivi anaongeaga na hicho kitu. Usikii. Hivi wewe unafikiri unatengeneza nini? Wanawake, mimi naomba niwaambie tu ukweli. Wakati mwingine tunashindwa tu kuelewa kwa nini wanaume wanalalamika na swala la usikivu. Wanaume hawamaanishi sisi tuwe malaika, lakini at least wanatamani siku nyingine tuwe tunaelekezana kwenye mambo mengine, sio kila siku mnaongea kwenye lile lile. Ni sawa na wewe leo hii ukiwa na mtoto hapo, wewe unamwambia mimi sitaki uende sehemu fulani na kila siku anarudia kwenda. Unajisikia vipi? Kila unapomuelekeza mtoto wako unajua kabisa anakuelewa, anakusikia na anajua kabisa hiki kitu ukipendi, anarudia tena kukifanya. Wanawake, mimi nawaambia tu kweli, kuna vitu hawa wanaume tunawatwisha sana mizigo kwa sababu hatuko kwenye nafasi zao. Tungelikaa sisi pale tuone namna ambavyo mtu anahaso kuzungumza, yani namna ambavyo mwenzako anahaso kuzungumza na wewe jambo hilo hilo na bado unarudia, wewe utaelewa. Mimi nakwambia hawa wanaume tunawatwisha tu mizigo. Wengine huwa wanajiweka wazi kabisa, anakwambia mke wangu, mimi simaanishi uwe malaika, lakini natamani at least tuwe tunajadili mambo tofauti tofauti. Kweli mtu ndani ya miaka 3 tunajadili jambo moja, ndani ya miaka 4 tunajadili jambo moja, ndani ya miaka 5 ni jambo moja tu linasumbua ndoa yetu. Kwa nini sifike mahali likaisha? Haliishi kwa sababu sisi tunasema sisi hatujakamilika, sisi sio malaika. Hatujui wanaume wanamaanisha nini wanapolalamika swala la usikivu. Naomba nikwambie kitu leo mwanamke. Mwanaume halalamiki swala la usikivu kwa sababu anataka ufuate kila kitu. Kwa sababu anajua utakamilika kwenye kila kitu. No, anajua kwamba kweli huwezi kukamilika kwenye kila kitu. Lakini anaelewa kwamba leo tutazungumza hili na kesho tutazungumza lingine. Kwa sababu nyinyi ni binadamu, anajua hamwezi kuishia hapo. Anajua hauwezi ukanyoka 100%, lakini at least mkae mkijadili mambo tofauti tofauti. Sio kila siku mke wangu usafi, mke wangu usafi, mke wangu sijui nini. Kitu mnaongea mwaka mzima na mume wako. Unatengeneza nini kwenye ndoa yako kwa kujiendekeza? Kuna vitu vingine sio ulemavu, na ndio maana mwanaume anashangaa kwa nini mke wake anashindwa kusikia. Sisi wanawake unajua kuna wakati tunakuwa tuna changamoto. Hususan hata mimi, kuna wakati waga najisemesha hata kwa sauti peke yangu kwamba ila wanawake tunatafutaga mengine ya kuanza. Mfano mimi, mume wangu ananiambiaga wazi kabisa, mke wangu sitaki saa 1 uwe sokoni, nataka saa 1 uwe umerudi nyumbani. Mimi masuala ya mtu kutoka usiku nyumbani sitaki. Lakini kuna siku saa 1 inanigongea niko nje. Waga najisemesha kwamba ndio hapa sasa unakuta mwanaume anaongea, unasema mwanaume ana mdomo.
Au mwanaume akaamua kukasirika akanyamaza kimya, ukasema huyu hana dogo. Lakini swala si alishakwambia kwamba mimi hiki sitaki? Sasa mimi najiuliza, kuna shida gani ambayo huwa inanifanya mimi niende sokoni kwa kuchelewa nianze kurudi usiku? Nagundua tu kwamba hakuna shida ya maana sana, ila tu ni mimi naamua tu kutengeneza matatizo. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo baadhi ya wanawake tatizo la usikivu tunalo, tunakuwa hatusikii kwa sababu tuna hivi vitu ambavyo wanaume wanakuwa hawavitaki, tunaanza kuto kuvishikilia. Yaani unapuuzia kitu ambacho mwenzako anasema akipendi. Kwa sababu wewe fikiria, mume wako amekwambia mimi sitaki saa 1 uwe sokoni. Sasa kuna ulazima gani wewe saa 1 kuwa sokoni? Kwa sababu unaweza kaenda sokoni saa 10, unaweza kaenda saa 11. Kwa nini kila siku mgombane kwenye swala hilo hilo? Mimi sitaki urudi usiku hapa nyumbani na bado usikii. Mume wako amekufungulia biashara, sawa una kazi, lakini anakwambia mke wangu, mimi hii biashara ni ya kwangu, mimi ndio nina uchungu, lakini funga saa 10 rudi nyumbani. Hutaki kusikia. Unatafuta nini kama sio unatafuta maugomvi? Na mwisho wa siku hao wanaume tunawatazama kwa chuki, tunawazungumzia kwa chuki kwamba wao wanataka sisi tukamilike, lakini sio kwamba wanamaanisha hivyo. Tujitahidi kuwa wasikivu, at least hata kama sisi sio malaika tujakamilika, siku nyingine waume zetu wazungumze kwenye mambo mengine. Wewe kabisa unakaa kabisa unafikiria toka mume wako alipoanza kuzungumza na wewe swala la usafi, swala la kuweka kila kitu kwenye mipangilio, amemaliza miaka 2. Hujawahi badilika. Sasa unataka mtu ajisikie vipi? Anajua kabisa wewe una masikio ni mazima, sio kwamba wewe hausikii ni kiziwi, kwamba anajua unasikia vizuri. Na anajua una akili timamu, unaelewa kabisa nini kinazungumziwa. Unajua kabisa hiki kitu mwenzangu hapendi na kesho unarudia kukifanya. Maana yake nini? Ni kweli tunataka hao wanaume waendelee kututazama na vitu tunavyovifanya eti kwa sababu sisi sio malaika, au tunataka nini? Kwa sababu mwanaume akiamua kukuelekeza na kukuelimisha, anajua kwamba mke wangu hiki ni shida, mimi kinanikwaza, hebu elewa tu. Wanawake kwa nini hatusikii? Halafu mwisho wa siku usikivu wetu ukileta madhara tunaanza kulalamika na kulaumu kwamba sisi sio malaika. Lakini je, kuna mwanaume yeyote aliwahi kusimama akasema anataka mwanamke aliyenyooka kama malaika? Hakuna. Na ukiona mwanaume analalamika kwamba mke wangu hasikii, hamaanishi kwamba mke wake anafanya makosa tofauti tofauti. Anamaanisha kwamba kila siku anazungumzia jambo moja, yeye na mke wake. Sijui kama unanielewa. Yaani ukiona tu mume wako amekwambia mke wangu husikii, hamaanishi kwamba wewe unafanya makosa. No, anamaanisha kwamba wewe mnajadili kitu kimoja kila siku. Na sio kwamba sisi wanawake hatufikiriagi hivi vitu, tunajua vizuri kabisa. Mume wako akilalamika kwamba mke wangu nikisema soksi humu ndani unaanza moja kwenda kutafuta wapi, moja unatafuta wapi. Kwa nini usikii? Ni kitu kinachoeleweka. Utakuta yeye masuala ya soksi alishaongea, amechoka sasa hivi, anatamani hata kukata tamaa. Huelewi. Kuna wanawake tuna makwazo madogo madogo kwenye familia zetu, kwenye nyumba zetu, waume zetu hawapati amani. Kero ni nyingi. Sisi wanawake tuna vikero vidogo vidogo. Mume wako anaamka kwa amani, mnapiga story, mnacheka, mara mke wangu nipe soksi, tayari anaona unaenda kule, unarudi kule, unaenda wapi? Yaani wanaume wanakasirika sana. Na unakuta alishakwambia mke wangu ukifua soksi, chukua soksi, dumbukiza ndani ya soksi, nyenzie, weka pale. Siku nikisema soksi mke wangu unavyoiona moja, maana yake na nyenzie iko ndani. Usiki. Kamba za viatu, unasema ni kitu kidogo, lakini kamba za viatu wewe kila siku unatafutaga. Mume wako anakwambia mke wangu ukianua kamba zako za viatu hebu funga kabisa kwenye viatu, si vinakuwa visafi. Mimi ninaposema mke wangu nipe kiatu, unanipa tu kiatu navaa, hutaki. Akilalamika juu ya hilo, wewe unaanza kusema hapana, huyu mwanaume hana dogo. Yaani kamba tu nacho ndio kitu cha kugombana. Mimi naomba niwaambie kitu wanawake, kinachowafanya wanaume wanakwazika sana sio lile jambo ulilotenda, lakini ni namna ambavyo mmekuwa mkijadili hilo mara kwa mara. Hiki kitu cha sisi wanawake kuona mbona hili jambo ni dogo ndio kinasababisha tusibadilike, kwa sababu hatutaki kujua maana ya wanaume kukasirika ni nini. Sisi tunaamini kwamba hawa wanaume wanakasirika kwa sababu hawana dogo. No, mwanaume anakasirika kwa sababu kila siku tabia hizo zinajirudia. Haijalishi hilo jambo lina udogo namna gani, lakini kama mwanaume amejaribu kukuelekeza mara kwa mara, akakwambia mke wangu fanya hivi na hivi, akakupa na mbinu, mwisho wa siku ukashindwa kumsikiliza, anakasirika. Mwanaume amekwambia wazi, mke wangu unapoondoka nyumbani uwe unaaga, usiondoke kimya kimya. Inafika wakati wewe unaamua kujiondokea kimya kimya, na unajua wazi mume wako alishasema mke wangu unavyoondoka nyumbani aga.
Ikijitokeza ugomvi unaanza kusema mama, nilikuwa tu kwako lakini mume wangu amekasirika. Unataka uanze kumtengenezea picha mumeo ionekane anakukataza wewe kwenda kwenu. Lakini sio kwamba mumeo anakukataza wewe kwenda kwenu, anataka uwe unaaga. Kitu kinachomkwaza ni wewe kutokufuatisha maagizo yake, husikii. Kwa nini kila siku wanawake tunataka waume zetu wakae na sisi wajadili mambo yale yale? Ni ukweli, hata mimi nakubali, mimi mwenyewe ni binadamu pia, sijakamilika. Lakini at least tuwe tunajadili mambo mengine, sio kila siku mume anaongea na wewe kwenye kitu kile kile. Fikiria hata ungelikuwa ni wewe ungejisikia vipi? Unapoongea na mtu unajua kabisa huyu ni mtu mzima, anasikia, anaelewa na anajua mimi hiki kitu sikipendi. Kwa nini kila siku anarudia kufanya kitu kile kile? Wanawake wengi sana utakuta wanajiendekeza kabisa. Mtu anakaa anamdhalilisha mume wake na pa watu. Yani mimi mume wangu kitu kidogo tu. Mimi mume wangu tunaweza tukagombana kamba za viatu. Mimi mume wangu tunaweza tukagombana soksi. Mimi mume wangu nikienda sokoni sijamwaga tunaweza tukagombana. Na kweli watu wanaosikia kwa pembeni wanaona mbona ni vitu vidogo vidogo. Lakini kitu ambacho watu huwa tunasahau kufikiria ni kwamba kwa nini hiki kitu ni kidogo lakini kinaleta ugomvi mkubwa kwenye familia ya huyu mtu? Kwa sababu sisi huwa hatujui kwamba nyuma ya hapo huwa kuna tabia ya hicho kitu kujirudia mara kwa mara. Kiasi kwamba huyo mtu anaweza kaongea mbele yenu aseme hiki kitu ni kidogo na nyinyi wote mkashangaa, lakini hicho kitu kinakuwa kina historia ndefu ya kwa nini leo hii kimezua ugomvi mkubwa kikiwa ni kidogo. Mimi nawaambia tu ukweli, asilimia kubwa sisi wanawake huwa tunaficha sababu. Tunaanza tu kuongea madhara yanayojitokeza. Nitakwambia tunagombana na mume wangu kwa sababu ya kakitu haka. Lakini sitokwambia kwamba hiki kitu kila siku tunakijadili kwenye familia. Kila siku mume wangu anaongea na mimi. Kila siku mume wangu ananirekebisha. Kila siku mume wangu ananifundisha. Huwa hatusemi. Matokeo yake tunatengeneza picha mbaya za waume zetu kwa watu. Watu wanaanza kushangaa kwamba naye mume wako hana dogo. Hiki tu. Mwingine anakwambia yani mimi mume wangu hata ufanye hiki anaga shida. Kumbe yeye ni msikivu. Kiasi kwamba kuna siku hata kama amekosea pakubwa, mume anakuwa yuko free kumsamehe mke wake kwa sababu anajua hii sio kawaida kwa mke wangu kufanya kitu hiki. Kwa hiyo tofauti huwa inakuwa ni kwamba kitu ni kidogo, lakini je, kina historia gani kwenye maisha ya watu? Lakini watu wengi huwa hawajui kwamba kwa nini vitu vidogo vinaleta ugomvi mkubwa. Vitu vidogo vinaleta ugomvi mkubwa kwa sababu ya kujirudia rudia. Mwanaume anaanza kutafsiri hii ni dharau. Kwa nini huyu mtu amegoma kubadilika? Kwa nini huyu mtu aachi hichi kitu? Matokeo yake wewe ukisikia tu haraka kwamba huyu na mke wake waligombana kitu kidogo akafika huku, unaanza kusema huyu mwanaume hana akili. No, wanaume sio wajinga kiasi hicho. Mimi nawaambia tu ukweli, fuatilieni. Vitu vingi ambavyo huwa vinaleta maugomvi makubwa kwenye familia zetu, huwa havileti maugomvi makubwa kwa sababu wanaume wanatafuta sababu. Huwa vinaleta ugomvi mkubwa kwa sababu ni sawa, ni vitu vidogo vidogo, lakini ni vitu ambavyo vinajirudia kila siku. Kwa hiyo mwanaume anahama kukifikiria kile kitu, anaingia kufikiria kuhusu dharau anazopewa. Kwa sababu mwanaume akikwambia kitu usipotii, anafeel mimi hapa siheshimiki. Ndio maana huyu mtu anarudia kufanya kitu kile kile nisichokipenda. Hata ungelikuwa ni wewe ungeona kabisa huyu mtu anipendi, huyu mtu anisikilizi, huyu mtu ananidharau, ndio maana anarudia kufanya kitu kile kile. Hapendi kuniona nina furaha. Sijui kama unanielewa. Hata wewe ungetafsiri hivyo kwamba mtu kama ananipenda, mtu kama ananiheshimu, kwa nini nikimwambia kitu fulani kisiwepo asiache? Kwa hiyo mimi nawaambia tu kweli, wanawake, hakuna mwanaume anapenda kuwa na mwanamke asiyesikia. Kitu kinaitwa kutokusikia, wanaume wanakichukia sana. Na mara nyingi ni kweli hivi vitu ambavyo tumekuwa tukisema mume wangu analeta ugomvi kwenye kitu kidogo, ni kweli ni vidogo machoni pa watu. Lakini kibaya, kile kitu kinakuwa kikubwa kutokana na historia ya kile kitu. Kimejadiliwa kwenye familia yako kwa muda gani? Mume wako amekaa na wewe akakuelimisha kwa muda gani? Ndio inavyozidi kuzaa lile jambo liwe kubwa ndani ya kitu hicho hicho ambacho ni kidogo. Kwa hiyo wanawake, mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Tujifunze kuwa wasikivu. Ni kweli tukubali kwamba sisi sio binadamu, sio malaika, hatujakamilika, lakini at least tuwe tunajadili mambo tofauti tofauti kwenye familia zetu. Kweli mume wako kila siku aongeage na wewe kuhusu kitu kimoja, unajisikieje? Hata unapoenda kumwanika mume wako mbele za watu useme kitu kidogo anakuza, je, huwa unafikiria mwenzako ameongea kwa muda gani? Mimi nawapa tu picha. Mara nyingi wanaume hawakasiriki kwa sababu ya udogo wa kitu. Yaani mara nyingi sana wanaume huwa hawakasiriki kwa sababu ya kosa. Mara nyingi sana ukiona mwanaume anakasirika kwenye kosa ambalo uliwahi kulifanya, anakasirika kwa sababu anaona kwa nini umerudia wakati tulishalizungumza.
Kwa nini hili jambo linashindwa kuisha? Mara nyingi mwanaume huwa anaanza kuchukia kwa sababu anaona anadharaulika. Hiyo ni dharau. Mtu kushindwa kutii kitu ambacho mwenzako amekwambia hapendi, manake wewe hukukaa chini ukakitilia maanani kwamba hiki kitu mwenzangu hakipendi, na matokeo yake umekuja kukirudia. Hakuna mwanaume anapenda kuwa na mwanamke asiyesikia. Hilo tukae tukilijua. Tuache kujiweka kama wanyonge, eti tukaambizana kwamba sisi sio malaika, hatujakamilika. Tuache uongo jamani. Hawa wanaume nao tunawapa matatizo makubwa sana. Hawa wanaume nao tunawatwisha mizigo. Hawa wanaume nao tunawadhalilisha vya kutosha, lakini na wenyewe ni binadamu. Tafakari, unaposema mumeo anagombana na wewe kwenye kitu kidogo, je, historia ya hicho kitu kwenye maisha yako ikoje? Ni kweli hiyo kamba ni siku moja tu haijaonekana? Ni kweli hiyo socks ni siku moja tu haijaonekana? Ni kweli hiyo leso ni siku moja tu haijaonekana? Mara nyingi sana ukikumbuka unagundua tulishagombanaga mara 3, mara 4, mara 5, wengine haihesabiki. Yaani wengine haihesabiki kabisa anapoongea hapa. Kwenye vitu hivyo vidogo vidogo ambavyo yeye anasema ni vidogo vidogo, havihesabiki idadi ya namna ambavyo amerudia kuvifanya mara kwa mara. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo wanawake, mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Tubadilike. Tujitahidi kuachia uhuru hawa wanaume at least siku nyingine walalamike kwenye vitu vingine. Tusiwe tunafanya vitu vile vile kisha tuseme sisi sio malaika. Hapana, hiyo haiko sawa. Kitu ambacho mtu unaweza kukiacha sio ulemavu. Kwa nini usikiache? Kwa nini kiwe sababu ya wewe kila siku kukirudia? Kwa hiyo unakirudia ili uonyeshe wewe sio mkamilifu, au unakirudia ili iwe nini? Nini kitokee baada ya wewe kurudia? Matokeo yakijitokeza ukae ukijua mume wangu anakasirika kwa ajili ya hiki kitu, sio kwa sababu hiki kitu sijui kidogo, sijui kikubwa. Amekasirika kwa sababu kimejirudia. Tutoke kwenye hii namna ya kusema hawa wanaume sijui nini ananitafutia sababu. No, wengi sana ambao tunapenda kuambizana hizi kauli kwamba mimi mume wangu ananitafutia sababu, tunakuaga na matatizo. Kwa hiyo hutaki tu kukubali yale matatizo yako, ndio maana unakimbiza tatizo ionekane mume wako yeye ndo anakuza vitu. Haiwezekani wewe mtu mnaongea kitu kimoja mwaka mzima, miaka 2, miaka 3. Wengine toka amekuoa mpaka sasa hivi mna miaka 5 kwenye ndoa yako, hujawahi kubadilika. Bado unasemaga ni kitu kidogo. Hapana jamani, hawa wanaume na wenyewe mnawaonea. Kiukweli, ifike wakati mimi niseme tu ukweli. Jamani, mimi ndio maana nimekuwa nikipenda sana kuongelea upande huu, kwa sababu ni kweli baadhi ya vitu vidogo vidogo huwa vinaleta matokeo makubwa na inaonekana kama huyu mwanaume hana dogo. Lakini tatizo ni kwamba hivyo vitu huwa vina historia ndefu nyuma yake. Jamii ijue kwamba hawa wanaume sio vichaa, kwamba wanagombana na vitu vidogo vidogo. No, wanagombana na ile dharau ambayo wanaiona kutoka kwa wake zao. Sijui kama mnanielewa. Kuna watu wanasema yani mume wa yule kitu kidogo tu anamzabua kibao, kitu kidogo tu anafanya hiki. Mara nyingi kitu kinachofikisha huko watu ni yale maumivu ya kiburi. Yani ile mwanaume kuona anadharaulika, naona huyu mtu mbona ananiwekea kiburi, ndio anamfikisha huko mtu kufanya mambo ambayo hakutarajia. Sijui kama unanielewa. Ni kweli tunasema tunakemea ukatili, tunasema nini? Tunasema ni kweli kuna watu wana hasira, ni kweli kuna wanaume hawana dogo, lakini asilimia kubwa hawa wanaume wanafanyaga vitu vikubwa kwenye makosa madogo, kwa sababu hivyo vitu vina historia. Mimi mwenyewe tu kwenye maisha yangu nilishawahi kujifunza hicho kitu, nikagundua kwamba vitu vidogo huwa vinaleta maugomvi makubwa kwa sababu ya wewe rudia kufanya jambo lile lile. Kwa hiyo kabla ya kukaa tukaanza kujadili, au ndugu yako analeta mashtaka unaanza kukaa unacheka, naye shemeji ana dogo kamba tu. Muulize, ndugu yangu, tokea mmeanza kugombana na mumeo kuhusu hizo kamba ni lini? Mnasikia nyia kina kaka ambao dada zenu wameolewa wakiwaletea kesi za kina shemeji zenu hapo ni ndogo ndogo, mnaanza kusema anaye shemu amezidi. Uliza, mdogo wangu, mnagombana na mume wako kuhusu hili swala ni mara ngapi limetokea, kabla mjaanza kumtisha mizigo huyo baba wa watu. Na wewe mwanamke, kabla ya kutoka nje kwenda kumsema mumeo vibaya kwamba anachukia kwenye kitu kidogo, jiulize, je, ni mara ngapi tumekuwa tukigombana na mume wangu kuhusu hili swala? Ndio upate ujasiri wa kwenda kuzungumza hivyo. Lakini kama unajua wazi wewe ni mtu unayerudia vitu, tafadhali sana kaa chini ujitafakari. Hakuna mwanaume anayependa kuwa na mwanamke asiyesikia. Sijui kama unanielewa. Dawa ni kwamba tutoke kwenye kujitilisha huruma na kujiita sisi sio malaika. Sijui hivi ni vitu vya kijinga kabisa. Ni vitu ambavyo vinadidimiza mabadiliko ya mtu. Unapokaa kuendelea kujitilisha huruma, mimi sio malaika. Nani aliyesema uwe malaika? Ni wapi mwanaume aliwahi kusema nataka kuwa na mwanamke ambaye ni malaika?
Kitu ambacho wanaume wanakililia sana ni kuwa na wanawake ambao wanabadilika, wanasikia, wasikivu, waelewa. Anajua hauwezi ukaelewa kila kitu, lakini utaelewa kimoja kimoja. Akiongea hiki leo mnaongea kingine. At least mwanaume anakuwa hata mwepesi kusamehe. Kuna wanaume wanakuwaga na hasira, hata mke aseme nisamehe hataki hata kusikia, kwa sababu anajua huyu hata nimsamehe atarudia na kesho. Kwa hiyo mimi nawaambia tu kweli, kabla ya kuanza kulaumu kwamba hawa waume zetu wanaweka mambo makubwa sijui kwenye vitu vidogo, tukae tutafakari, tumerudia kwa mara ngapi kufanya hivi vitu? Je, mimi ni msikivu kwa mume wangu, nasikia? Kama unajua kabisa hicho kitu usharudia mara 3, mara 4 au miaka 2, 3, 5 bado mnaongeaga, tafadhali sana acha kumpaka ubaya mume wako. Ukae na pa watu useme mume wako sijui hana dogo, tafadhali sana. Kitu unachokifanya sio kizuri, kwa sababu unamhukumu mtu katika makosa yako wewe mwenyewe. Kwa wewe kushindwa kubadilika, unaweka kama ni sababu ya kumsema mume wako vibaya. Kwa hiyo mimi nakwambia tu kweli, narudi pale pale. Tatizo sio ukubwa wa kitu ulichokifanya. Tatizo ni hicho kitu unakifanya mara ngapi. Hakuna mwanaume anayependa kuwa na mwanamke asiyesikia. Hilo ukae ukilijua kabisa.